Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana kanisa. Amen. Yesu ni mwema. Mana ni nziza. Wakati wote. Buri gihe. Na kila saa na dakika. Kandi buri saa. Mungu ni mwema, amenilinda. Mana ni nziza yangu. Amenitoa ukambani. Yanguye ukambani. Mahali kunaitwa Makueni Ilima. Inaitwa Makueni Ilima. Kwa majina anaitwa Pastor Florence Mbula Makudi. Mazina anaitwa Florence Mbula Makudi. Mungu ni mwema, alinikomboa. Imana ni nziza, yaranchunguye. Akanikomboa nikakuwa mzima. Aranchungura mba muzima. Nilipitia kipindi kigumu sana cha kugonjeka. Naciye mu bihe bigoye cyane by'indwara. Na baadaye nikajua ni kiboko ya Mungu ili nikubali neno lake. Hanyuma nza kumenya ko ari igihano cy'Imana kugira ngo nze kwemera ijambo ryayo. Unaweza ona ukipitia mahali useme ni shetani. Urashobora kuba uri gutana ukagira ngo ni Satani. Na kumbe ni Mungu anakuregesha katika njia zake. Ili kugarura mu nzira zayo. Nilifika mahali nikajaza imani ndio nione mkono wa Bwana. Nageza hanu nuzuza kwizera kugira ngo mbone ukuboko kw'Imana. Kumbe kuregea kwangu ni kuregeshwa kwa Mungu. Kandi kugaruka kwanje kwabaye kugarurwa n'Imana. Ninasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo kufika mahali hapa. Ndashima kubwo kugera hani wapi. Wale wako na Biblia tusiende sana, tukulie Mungu neno. Abafitiye Biblia. Tuende Samueli wa kwanza 3. Kadusome muri Samueli. Teremke pale chini kidogo. Kuitwa kwa Samueli. Samueli wa mbere 3. Kuhamagarwa kwa Samueli. Kuitwa kwa Samueli. Kuhamagarwa kwa Samueli. Samueli alikuwa mwana wa nani? Samueli yari umwana wande. Samueli alikuwa mwana wa nani? Samueli alikuwa mwana wa Elikana. Samueli yari umwana wande. Samueli yari umwana wa Elikana. Mmefika? Ahageze. Samueli wa mbere 3 guheraho. Mimi sijafika lakini si shida. Ntabwo ndahagera ariko si kibazo. Samueli wa kwanza 3. Samueli wa mbere 3. Sijui nikisoma na lugha yangu mtaelewa, lakini watasoma na lugha ambao wanayo. Muraanza kusoma Biblia mufite. Mtaelewa kwa sababu umeshika ya Kiswahili. Wende pale mstari wa 10. Tushe kumurongo yayo. Na yaba oka au ngama na etana na metana ala ange Samueli. Nibainde Samueli wa isiene na kwa muthokomi waku. Nikwithiwa na yaba amwea Samueli sisia. Ngeka undu nthini wa Israeli matu eli makila mundu. Ulawiwa mausilela mithena usu ningunganisie nyumba yake kuma mwambelelio ona kubika muminukilio nondo ni mutavitie kana ngasilela nyumba yake tene na tene. Mumeelewa? Yes. Haya, wacha niingie hapo. Reka dukomerezaho. Hata tukianzia hapo juu kuanzia hiyo ukurasa wa 3 tukianzia mstari wa kwanza. Habe nubwo twahera ku murongo wa mbere. Ya Elikana alikuwa na watoto. Na hao watoto wa Elikana walikuwa wakatiri. Hawakuwa watoto straightforward. Abana be ntago bari batunganye. Inakuanga katika nyumba zetu. Ico ni ikintu kiba mu magwi wa mucece ko mtegero. Na wakushinde. Urashobora kuzara abana bakakunanira. Watoto. Lakini Samueli alienda akaanza kukaa katika nyumba ya Bwana. Akawa anakaa mahali pale mbele kwenye kuko sanduku ya ngano. Na Elikana, maandiko inatuambia ya kwamba Elikana alikuwa mzee, lakini memori yake haikuwa imeenda, bado alikuwa anawasiliana na Mungu. Amen. Tumeshikana. Tukiteremka hapo chini, siku moja Samueli alikuwa anaomba sana na alikuwa ananyenyekea mbele za Mungu. Wewe unanyenyekeanga? Inapaa tutubu, tukae katika njia za Bwana. Amen. Samueli
Siku ya kwanza akasikia sauti. Maandiko inatuambia Mungu alienda pale karibu na sanduku ya agano, akasimama na akamuita Samueli. Akamuita mara ngapi? 3. Samueli, Samueli, Samueli. Akaamuka akaenda kwa babake. Akamuuliza, baba, ni wewe unaniita? Akamwambia, hapana. Samueli, rudi ukalale. Samueli akarudi, akaenda akaomba na akalala. Mahali pale Mungu akasimama tena, akamuita Samueli. Mara tena ngapi? 3. Akamuita Samueli, Samueli, Samueli. Akarudi, akaenda akaambia babake, baba, ni wewe unaniita? Akamwambia, rudi ulale. Pengine ni Mungu anakuita. Unaposikia sauti, itika useme, naam Bwana, niko mahali hapa, sema nami. Amen. Samueli akarudi akalala. Akasikia tena mara ya 3. Akaitwa, Samueli, Samueli, Samueli. Akaitika, naam Bwana, sema nami. Mungu alikuwa na kusudi ya Samueli amtume katika nyumba ya Israeli. Alikuwa anataka amtume katika nyumba ya Yese, ili akaongea na Yese watafute mfalme katika nyumba ya Yese. Nataka ujiulize siku ya leo, nyumba yako watu wanaweza kubali kukusanyika, wahitaji mfalme katika nyumba yako. Tujaze imani, tukae katika njia za Bwana kama Samueli. Amen. Uko mahali hapa umelemewa na mizigo ya dhambi. Umelemewa na mizigo inaitwa pombe. Unalemewa na mizigo inaitwa tumbako. Unalemewa na mizigo inaitwa miraa. Inakubidi urudi chini, ujiulize swali, upige magoti, utubu, uise Mungu, ukae katika njia za Bwana na ujaze imani. Hiyo kiu itaisha. Wakati Samueli alikubali kukaa katika njia za Bwana, hakika Samueli Mungu alimuita na akamtumia. Wewe uko mahali hapa, uko karibu kutumiwa na Mungu? Hello? Hauna mpango? Acha nitoe miwani. Hauna mpango wa kuitwa na Mungu? Hapa kila mtu tunahitaji kutumiwa na Mungu. Vile alitumia Musa, alitumia Musa akamtuma akakomboe wana wa Israeli. Na wana wa Israeli walikuwa wameteseka muda mrefu. Walikuwa wakikata nyasi na kutengeneza matofali ya kujenga. Na Mungu akaona kwa umbali wana wa Israeli wanateseka. Akatumia Musa akamtuma aende akakomboe wana wa Israeli. Ikafika mahali Musa akaona ni kama Mungu hafanyi kazi. Akaomba, akaenda. Alikuwa anachukua hatua ya kwenda mlimani. Vile saa hii nasikia mmetangaziwa mahali hapa, kwenda mlimani kuomba, kukuja kanisani kuomba. Hata si hata kanisani ni mlima. Nataka ujiulize, umelemewa na shida na hutaki kusongea katika mlima, uite Mungu at least akuonee neema. Saa yote nikusumbua mchungaji. Mchungaji niombe, nimepigana na mzee usiku. Mchungaji niombe. Mwanamke anafaa anyenyekee chini ya mzee wake. Mwanaume ni kichwa, mwanamke ni shingo. Inafaa unyenyekee. Mimi nimekombolewa. Tutaokoka siku ya mwisho tukiangalia kitabu ya Ufunuo. Nataka unisikie. Niko na mume. Nilibarikiwa na mume na watoto 5. Mtoto wangu wa kwanza ni msichana, ni reverend wa kanisa ya AIC Abanjiru. Alikuwa ananiuliza, mam, ulikuwa umelala wapi? Nikamwambia nilikuwa naomba Mungu kwa sababu ya kuolewa katika nyumba ya madhabahu na ikawa inaninasa. Nilikuwa nangojea wa umri wangu ukue kidogo, niwe sina uoga ya kusimama mbele ya watu. Uko mahali hapa baba, unahitaji upendo kwa nyumba. Upendo wa kwanza kwa nyumba inatakikana utengenezwe na nani? Na mwanaume, si ndio? Wale walikuja kwangu walishangaa, walikuwa wananiambia, pasa, na huyu mume wako ni mtulivu, sifanyangi jambo kama sijamwambia. Nikienda mahali mpaka tukae chini nimwombe ruhusa. Kwa sababu reverend mwenye alitufungisha ndoa alimwambia, wito unaua.
Unapokosa kumpatia ruhusa ya kwenda kuhubiri, ni wewe utakufa umwache akiendelea na neno. Na akaokopa sana. Jana alikuwa ananipea ushuhuda. Nilikuwa namwambia tunaomba sana uache sigara. Kwa sababu sisikiangi vizuri nikiona ukifuta sigara na unaendanga kanisa. Na maajabu ya kwamba nilimwacha katika kanisa la ndeni. Kwa sababu gani? Nilikuwa nikiingia mahali pale kwa hiyo kanisa na koncheka nikikosa kuimba worship, roho yangu itulie. Yaani nasikia ninachomeka. Nauliza Mungu, mimi niko mahali wapi? Nitafanya nini? Siku moja nikilala, sauti ikaniambia, toka, kaa nyumbani, nitakuonyesha mahali utaenda. Na watu wakashangaa. Niliendea reverendi wangu mara ngapi? Ya 3 nikachoka. Nikamwambia nimekuja. Nimekuambia shida yangu. Huwa nakubali tuimbe worship kila mtu arauke. Ukubali tu tunaingia, tukimaliza worship tunaingia maombi. Kila roho itulie. Wewe utaki. Unasimama tu na kitabu ya nyimbo za sifa. Ndio nataka tuimbe. Au kwa kunanga worship, saa hii ndio kumebandirika. At least wako na pastor wa kiroho. Naye ananiambia nataka ufuke ng'ambo ile, unifurute na mimi nikufuate. Kwa nini? Saa hii tuko mahali hapa. Tunataka kuimbia Mungu. Tunataka kumuomba atujenge, atupandishe juu milimani. Si tukae chini. Maandiko inatuambia Zaburi, I think 27. Atatupandisha juu milimani, atatutoa mahali hapa kwa matope. Mahali mumekwama, atupandishe juu milimani. Pia nawe nataka umpandishe kiwango ya kwamba ndio hata nawe akupandishe. Amen. Turudi tena katika kitabu ya Kutoka. Maandiko mahali pale nilisoma Ibrahimu. Musa aliamua kwenda mlimani. Akaambiwa achukue wazee 72 wapande mlimani waende wakaombe Mungu. Na mahali pale akaambiwa awaache mndoko aende mbele na wao wawachwe nyuma. Ndio aongee na Mungu na akaomba. Na wazee wa kanisa wakiomba, wakaona mawimbi imeshuka imemfunika. Wakasikia sauti lakini hawakujua sauti ni ya nani. Mungu akamwambia Musa, nataka ufanye hivi. Ukate miti 12 ukamjengee Mungu nyumba ya kumwabudu. Nataka ujiulize siku ya leo, miti 12 inaweza kujenga nyumba ya aina gani? Sio ilikuwa madhari? Hiyo ilikuwa medhari Mungu alitumia kwa Musa. Na Musa akakubali na akarudi kwa wazee. Wakaenda mahali pale na wakamjengea Mungu nyumba. Wakamjengea hekalu tena nzuri yenye sifa na. Amen. Nikirudi tena kwa Samueli. Wakati alirudi akaenda mahali pale kwa Yese. Aliambiwa achukue ng'ombe aende akatoe dhabihu. Na anapofika mahali pale aambie Yese, nakuja kutoa dhabihu. Atakumkubali aingie katika nyumba yake. Kwa sababu hawakukuwa wanasikilizana sana. Si hata saa hii tuko wenye hawezi kunywa maji kikombe moja. Ni ukweli? Tuko tunachukiana. Hata saa hii uko na suti 10 ya nguo ulipima juzi, na kuko na mtu hata koti ana ya kuenda nayo wakati wa baridi. Ni ukweli? Na wesi kampe ni upendo gani huo uko nao? Tutafuta upendo wa Mungu. Tumekubaliana? Turudi mahali pale Mathayo 10 kuanzia mstari wa 5. Yesu akawaita wanafunzi wake 12 na akawaelezea kila jambo na akawapatia vipawa zote. Akawaambia watembee kona 7 za nchi, wahubiri neno lake, lakini katika njia ya Wasamaria wasipitie, kwa sababu walikuwa wanamjua Mungu. Amen. Akawaambia wasibebe nguo 2, wasijibebe hata kijiti, wasijibebe chakula,
mahali wataenda wakataliwe, huko wakonge miguu pumbi iende ikawamalize kama Sodoma na Gomora. Lakini mahali wataenda wakusanyike, kama huyu dada nikienda kwake na nikaribishe katika nyumba yake, aniambie mama karibu, na mahali pale tuombe na tukule pamoja, Mungu atakuwa mahali pale. Lakini nikienda kwake na nitoke, aende aniambie hata hapa kuna nafasi yako mama, enda mahali ulitoka wewe, enda utembee utafute mahali ya kuishi. Hapa kweli iko upendo? Hakuna upendo kamwe. Tuseme leo nilikuja katika nyumba ya aposto, tulikuwa tunaongea kwa simu, lakini akanikaribisha. Wakati niliingia mahali pale niliambia Mungu, asante Mungu kwa sababu ya kuingia katika nyumba ya watumishi wako. Ni watoto wangu, lakini kiroho ni maduku zangu. Wabariki na ukawainue, watembelee na njia 7 ya msalaba, kwa sababu Mungu ni wewe. Ukawainue wakue hata na makanisa 100. Neno la Mungu itambulikane kokote duniani. Na kwa moyo wangu nikauliza, mbona hajatokea? Nasalimiwa na watoto, tukakaa kidogo, ndugu akakuja, nikadhiritika sasa moyo wangu. Dakika kidogo tukaongea, apostle naye akakuja akanisalimia. Sasa nikasikia moyo wangu meridhika. Tukaongea, tukashikania neno. Pali popote uendapo, ukiwa wewe uko na neno la Bwana, hakuna siku utateseka. Lakini ukiwa mtu wa dunia, babangu, mamangu, ndugu yangu, dadangu, utateseka. Kwa nini? Hakuna kitu ya kujenga moyo wako. Tukubaliane siku ya leo, tukae katika njia za Bwana, tukae na imani. Saa yote ukitubu, naambia Mungu, nijaze imani, nahitaji kuona nguvu zako. Mahali pale Samueli alienda akiwa amebeba pembe la mafuta likiwa limejaa. Wanaume wakatokea pale wa huyo mzee anaitwa Jese. Wamepaa kanju ya pesa mingi na wako na vitambi kubwa, wacha sisi hatuna. Wakapanga laini ili wamwakiwe mauta. Si wanatafuta mfalme? Wakakaa mahali pale, wakapanga laini, wakapitia mbele ya Samueli. Kama vile nimeona watoto hapa, na bosi akaitwa waombe, kwa sababu yeye ako na neema ya Bwana. Hawa wanaume hawakukuwa na neema. Acha nikwambie, walipitia mahali pale mbele na hakuna hata mmoja alikubaliwa na Mungu. Pembe la mafuta alikumwakika. Samueli akauliza, hakuna mwingine katika hii familia? Akaambiwa hako, lakini ako msituni anachunga kondoo. Akasema, mumuite, mumulete. Akaambiwa hajaoka. Akasema aletwe. Kama hajao, msema kweli Daudi alikuwa akitoka kuchunga mbuzi, anakaa mahali pale jikoni ndio anapigia wale wengine. Alikuwa hata njivu imemjaa katika mwili wake. Lakini wakati alipitia mbele ya Samueli, pembe la mafuta likaanza kuchemuka. Pembe la mafuta likachemuka. Samueli akasema, huyu ndio mfalme. Mfalme si yule ako na kitambi, apostle. Hiyo neema Mungu alikupatia kwa sababu ya kutii neno lake, na kwa sababu ya kubariki wengine. Unapobariki watoto, unawabariki wa mama, unabariki wazee na tuseme mayatima, Mungu anakujasia neema tele. Ukitembea mafuta unamelemeta. Usimuone vile. Ile anointing Mungu alimpea, hapa hakuna mtu wako nayo. Amen. Inafaa tunyenyekee, tujitie moyo, tujaze imani, ndio Mungu afanye kazi kwetu. Daudi wakati alimwakiwa mafuta, alicheka na kafurahia na kaimba, akacheza mpaka nguo zikararuka. Si maandiko inatuambia hivyo? Nguo zikafanya nini? Zikararuka. Ndio akakuwa Tukiendelea hapo mbele,
ndio kulisemekana kuiko na vita ya Wafilisti. Daudi akasema ataenda kupigana na Goliathi. Goliathi akavaa mavazi, akajirembesha mpaka akaweka ngao ya kwenda kupigana, akaruti akaweka kwa miguu huku, yani hata akipigwa asiumie. Lakini Daudi alibeba panda, kwetu tunaitanga ile godha ile ya kupiga ndege na mawe. Si unatengenezeanga mtoto? Na akabeba mawe moja, hata si isemekani ni mbili. Alisema alibeba mawe na wakaenda ng'ambo ile Wafilisti, na ng'ambo hii kulikuwa na Waisraeli. Goliathi akasimama mbele ya Daudi. Bila alisimama Goliathi, Daudi alimpiga mawe ikakuja kugonga hapa. Haikuingia huku. Wapi? Hapa. Ikamwangusha. Mambo yake ikai. Unaweza kujiona we ni mdogo, ukaona una elimu, ukaona yani wewe hata ni mtu una maana kwa watu, lakini kwa Mungu wewe ni kitu kubwa. Tutawekwa taji ya uzima wa milele na milele. Amtafutaye Bwana, amwombaye kwa siri, atamjibu kwa wazi. Maandiko inasema hivyo. Ukae ukijua Mungu atakujibu ya wazi. Nataka ukae ukijua ile jasho unamwaga, sasa ile unaomba Mungu, sasa ile unabariki watu, tutalipwa. Wewe uko mahali hapa, hujakubali kukombolewa, hujakubali kuokoka, na siku zinaenda, mwana wa Mungu ako karibu kukuja, na bado unaamuka unaenda kwa waganga. Kuko na wahubiri waganga, sisi ndio apostle, unasema huyu ni mhubiri na kumbe yeye ni mganga. Unaenda huko unaambiwa, unaona ule jirani yako ndio anakufanyia hivi na hivi, na anakukonganisha na yeye. Sisi tunafaa tukae watiibu na tukae katika taratibu za Bwana. Unatoka huko ukiwa umekasirika, unaenda pale kwa singi ukiosha vyombo, unasema mama mgani, shetani, pepo. Unaanza kulaani. Haifai mdomo wako ulaani. Sawa? Unajua sasa huyu amefanya nini? Amewakonganisha vichwa. Hamtasikizana. Ukienda ukianika nguo kwa ile kamba yule mama, unaenda unapata amesitoa ameweka kwa kamba nyingine. Unasema hiyo kamba yako hutaki wachawi waanike nini? Nguo. Wakati Yesu akipita mahali pale, Zakayo alipanda juu ya mti juu alikuwa mfupi sana. Hiyo ni maandiko iko Luka hata Mathayo. Na mahali pale Zakayo Yesu akamwambia, "Shuka upesi, leo nitakuwa mgeni wako." Na mahali pale Zakayo akashuka. Alikuwa ni mtu wa kutoanisha watu ushuru, na watu walikuwa wamemchukia. Sawa? Wakaenda kwa Lazaro. Vile walienda wakakaa, kukaandaliwa chakula, wakakula meza moja. Wafuasi wa Yesu wakamuita, wakamuuliza, "Unakula na huyu mtu?" Nataka unisikilize vizuri. Yesu alienda akakaa na Zakayo karibu, akakaa naye karibu sana, na akakuja akaitwa na mwanafunzi akamuuliza, "Kwa nini unakula na huyu mtu na ni mtu wa ushuru? Ametusumbua sana." Yesu alimjibu nini? Alimwambia, "Niliitwa kwa sababu ya hawa ndio niwakomboe." Uko mahali hapa, nataka uende ukaangalie jirani kule mnachukiana, uanze urafiki naye na mvurute akuje katika nyumba ya Bwana. Utabarikiwa mara 7 times 70 amsaraba. Amen. Wakati wako
wakati wako mfupi duniani. Ewe mwenzangu, utayuliza au utapokea wakati wako wakuja. Wewe wana wimbi ama naimba peke yangu? Hatujui. Acha nikuimbia wimbo moja. Sawa? Mnacheka? Nataka mtulie. Imani ni kitu cha maana, Mkristo apaswa kuwa nacho. Dunia pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa imani twaokoka, kwa imani tunajazwa, kwa imani tunaponywa, kwa imani twafika mbinguni. Yoshua naye kwa imani akasumbuka Yeriko mara 7, kuta za mji zikaanguka, akateka mji kwa imani.